Meza Huru. Kushukuru sana mtazamaji wa ITV Chaguo la Afrika Mashariki kwa kutuchagua na kuendelea kutufuatilia mpaka wakati huu. Ni siku ya 19 hivi sasa tangu kuanza mwezi wa 12 ya mwaka 2025. Tunazidi kusonga hivyo taratibu kuweza kuitafuta Januari tuweze kujua mambo gani hasa ambayo yanayoendelea. Karibu ndani ya Meza Huru, huwa tunakutana hapa kuhakikisha kwamba tunajadili mambo tofauti, mrengo wa kisiasa, kijamii na kiuchumi, pasi kusahau upande wa michezo na burudani. Yote tunayatazama hapa ama tunayangalia kwa kina kweli kweli. Leo hii tunalo jambo gani hasa ambalo tunalipa nafasi kwa ukubwa? Ni kueleze tu, tutajadili kwa mapana kuhusiana na upande wa shule vipaji maalum, shule za vipaji maalum kama ambavyo mada inatazamika vyema kabisa kwenye kio chako hivi sasa. Ni shule za aina gani? Tutazijua hizi shule, lakini pia faida yake kwenye masuala ya kielimu ni yepi hasa, uwepo wake wenyewe unaleta faida zipi hasa katika masuala mazima ya maendeleo ya kielimu. Tutajua kuhusiana na hili, lakini ziko sifa ama taratibu za mwanafunzi husika kujiunga katika shule hizo. Tutapata nafasi ya kuzichanganua hapo, pasipo kusahau ule muendelezo wa wanafunzi wenyewe, kwa sababu hatuhitaji tu wawepo, lakini pia ule muendelezo wao utakuwepo kwa namna gani, ama wadau wanashauri nini hasa kuhakikisha kwamba wanaendelezwa. Tutamulika hapo kwa kina. Huenda ukawa ni miongoni mwa mzazi ama mlezi ambaye unatamani pengine mtoto wako, kijana wako aingie kwenye hizi shule za vipaji maalum, ama wewe ni mwanafunzi ambaye unatutazama hivi sasa, ama pengine ni miongoni mwa wahitimu wa shule hizi za vipaji maalum. Sote kwa pamoja tutajumuika hapa ndani ya Meza Huru kwa siku ya leo tuweze kufahamu kwa kina kweli kweli. Abdushakuru Mrisho niko hapa, nitawaongoza vyema kabisa wageni ambao ninao hapa studio, tukimulika na kuchanganua mengi yaliyokuwepo kwa mapana. Na ikikukumbusha jambo tu, itakumbukwa Novemba 14 ya mwaka huu 2025 pale bungeni jijini Dodoma, wakati wa ufunguzi wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mengi yalizungumzwa katika hotuba ile ya ufunguzi ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na miongoni mwa mambo ambayo yaligusiwa katika hotuba hiyo ni kunako kukamilisha shule maalum za sekondari za wasichana za sayansi na zile za vipaji ama zile za wavulana za vipaji katika kila mkoa. Mchanganuo upo kwa mapana katika tathmini ile pale ambapo alipokuwa anazungumza maboresho, mabadiliko pia ya sera ya elimu ambayo inasisitiza zaidi upande wa elimu pamoja pia na ujuzi kwa mapana. Tujikite hapo hii leo, pamoja pia na kukupa nafasi hapo baadaye utashiriki nasi kupitia namba yetu ya studio hapo, nitakutajia usiwe na shaka. Lakini nikushukuru sana wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook pamoja na YouTube. Tunapatikana mubashara kabisa kupitia jina la ITV Tanzania. Tuko vyema kabisa. Nimwalike hivi sasa nimwalike Anderson Martin ambaye tunazungumza naye hivi sasa. Huyu ni mkuu wa shule ya Atlas Ubungo, lakini pia tutakuwa naye katika uchanganuzi wa mpana kweli Godson ama Godlisten Mligo ambaye huyu ni mwalimu wa Atlas Sekondari. Karibuni nyote kwa pamoja katika siku hii leo. Asante sana. Imani kwamba mpo vyema kabisa na huko mtokapo papo vizuri. Papo vizuri. Sawa, sisi tumeitana hapa ama tumeketi kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunalijadili ama tunalichanganua kwa mapana kweli hizi shule za vipaji maalum. Ni shule ambazo ama mkakati ambao upo kila katika muendelezo wake wa kila mwaka hapa nchini, lakini katika tathmini ya miaka mitano kutokea mwaka huu 2025 hadi kuelekea mwaka 2030 ni miongoni pia mwa sehemu ambazo zimegusiwa ama kuchagizwa na serikali kwamba zitakwenda kupewa kiwango cha msisitizo katika kuhakikisha kwamba walau kila mkoa zinakuwepo, hususan kwenye zile za sekondari za wasichana na sayansi, lakini pia zile ambazo ni za wavulana za vipaji maalum. Tutaichambua kwa mapana hapa, lakini tuanze kwa mapana zaidi. Godlisten Mligo ambaye ni mwalimu Atlas ama mkuu upande wa mwalimu wa shule ya Atlas pale sekondari. Tuanze kuifahamu ama tumegulie hii dhana ya shule za vipaji maalum. Pengine ni shule za aina gani hasa hizi shule? Asante mtangazaji. Tunapozungumzia shule za vipaji maalum, hizi ni shule ambazo zimeanzishwa na serikali zikiwa na lengo kubwa la kuibua na kuendeleza vipaji vya watoto au vya wanafunzi wetu katika nyanja kubwa mbili. Nyanja ya kwanza tunasema shule za vipaji maalum zililenga kuendeleza watoto katika vipaji vya elimu, yani sayansi, hisabati, kompyuta, sanaa pamoja na muziki. Hizi ndo shule za vipaji maalum. Lakini pia shule za vipaji maalum zilianzishwa kwa lengo tu kwamba ziweze kukuza na kuendeleza vipaji vya watoto. Hii tunasema vipaji, tunaangalia vipaji katika sanaa, vipaji vya michezo, mchezo wa mpira wa miguu, mchezo wa kikapu, mchezo wa volleyball na michezo mingine. Lakini pia unaposema sanaa tunazungumzia mitindo,
wana mitindo, waigizaji, wacheza filamu. Kwa hiyo shule za vipaji maalum kama lengo la serikali tunavyosema zilijikita katika kuendeleza taaluma na vipaji vya wanafunzi. Na tunaposema shule za vipaji maalum zijikita katika kuendeleza sayansi, tunaangalia yapi yalikuwa malengo ya serikali ya kuanzisha shule za vipaji maalum. Malengo makubwa na malengo mahususi ambayo yalikuwepo, ilikuwa lengo ni kuweza kuzalisha wataalamu ambao wataalamu hawa wangekwenda kuwa majawabu ya matatizo ya jamii yetu. Wataalamu hawa, kwa mfano, shule za vipaji maalum zililenga kwenda kuzalisha wataalamu katika teknolojia, zililenga katika kwenda kuzalisha wataalamu katika tiba, zililenga katika kwenda kuzalisha wataalamu katika hisabati, yani wachumi, wahasibu, watu wa takwimu, lakini pia zililenga kwenda kuzalisha wataalamu katika kilimo. Kwa wakati ule, wakati tunaanzisha shule za vipaji maalum, ni wakati ambao taifa letu wataalamu walikuwa ni wachache. Lakini pia viongozi, shule za vipaji maalum tukiona zimekuwa na mchango chanya katika kuzalisha viongozi ambao wamekuwa chachu ya maendeleo ya taifa letu. Tuna viongozi wengi ambao wamekuwa ni matunda ya shule za vipaji maalum. Lakini pia shule hizi tunasema zilijikita pia, zilikuwa na malengo ya kujikita katika kuendeleza vipaji, kuibua na kuendeleza vipaji. Na kwa nini zilikuja? Zilikuja kwa sababu tulikuta kwamba kuna kama taifa ilifika wakati tulikuta vipaji maalum vya wanafunzi vinapotea kwenye ule mfumo wa kawaida. Kwa hiyo serikali ikasema hebu sasa tuje na mfumo maalum au shule maalum ambazo tutaziwekea miundombinu maalum kwa ajili ya kuibua na kuendeleza vipaji vya kitaaluma, lakini vipaji katika sanaa, yani michezo, mziki, filamu, wana mitindo, riadha. Ndio lilikuwa lengo la kuanzisha hizi shule za vipaji maalum. Umetujuza vyema kunako lengo la kuanzisha kwa shule kama hizi. Pamoja na hili lengo, uwepo wake tu wenyewe kwanza nchini, ni mambo gani hasa ambayo yanaletwa kupitia uwepo wake nchini, hususan kwenye masuala mazima ya kimaendeleo ya kielimu? Kama lilivyo lengo la shule za vipaji maalum, tumesema shule zilikuwa na lengo la kuzalisha wataalamu ambao ni competence, wataalamu ambao wana ujuzi mahususi. Na ndio maana tumesema hizi shule maalum zilikuwa na miundombinu maalum, zilikuwa na masomo maalum tofauti na zile shule za kawaida. Kwa lengo lake ilikuwa ni kuzalisha, kwa mfano, wahandisi. Wakati huo wahandisi, wakati zinaanza shule, walikuwa wachache, au tunasema walikuwa katika kiwango kidogo. Kuzalisha matabibu, madaktari, wafamasia, kuzalisha wataalamu katika teknolojia. Wakati huo taifa letu lilikuwa linakimbizana na maendeleo ya teknolojia, na sisi hatukuwa kisiwa, tulitakuwa kwenda pamoja na dunia inavyoenda. Kwa tuliazimia kwamba ni lazima tuzalishe wataalamu katika teknolojia. Wakati huo taifa letu lilikuwa na viongozi wachache waliokuwa wamekwenda shule. Kwa hizi shule ziliazimia kwamba lazima zizalishe viongozi bora watakao kuja kuwa majawabu ya matatizo ya taifa letu. Matatizo kama ujinga, maradhi, umasikini, rushwa, tulitegemea au shule maalum zilitakuwa kuja na majawabu. Na tuna mifano kabisa unaweza kuona ya viongozi nguli, viongozi ambao wametoka kwenye shule maalum. Kwa mfano akina Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Mheshimiwa Edward Ngoyani Lowassa. Hawa ni viongozi. Mheshimiwa Paramagamba Mwaruko Kabudi, hawa wametoka kwenye shule za vipaji maalum. Na baada ya kutoka kule, matokeo yake tumewaona wamekuja kuwa solution ya matatizo ya taifa letu. Mheshimiwa Edward Ngoyani Lowassa, kwa mfano, amekuwa mwanzilishi wa shule za kata. Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, hatutamsahau namna gani aliwakumbuka walimu, namna gani alipambana kumna maslahi ya walimu, namna gani alipambana yeye pamoja na waziri mkuu wake Edward Lowassa katika kujenga shule za kata, kujenga vyuo vikuu vya Dodoma na vyuo vikuu vingine. Kwa lengo tu ilikuwa ni kuzalisha wataalamu watakao kuja kuwa majawabu ya matatizo ya taifa letu. Sawa, Mwalimu Mligo utakuja kutujuza baadaye hapo kunako zile sifa msingi, ama tuna mtazamaji huyo mwanafunzi maalum mwenyewe ambaye tunamzungumza, ambaye anapaswa kwenda kwenye hizi shule maalum. Bwana Martin, huwa ni mkuu wa shule. Na tukizungumza ukuu wa shule ni pamoja na uratibu pia wa shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea katika eneo husika la elimu. Ziko hizi shule za vipaji maalum. Uwepo wake tunategemea upatikane wa wanafunzi ambao wenye uwezo wa kuingia katika hizo shule, mfano wa hizo ambazo zenye sifa za vipaji maalum. Ninyi wakuu wa shule hapa mnafanya kitu gani hasa? Okay. Ni kweli
Sisi katika shule ambazo tulizonazo au katika shule tunazozisimamia, unapokuja mfano Atlas, unakuta tunakuwa na watoto wa aina yote katika level tofauti au ngazi tofauti za kuelewa, lakini sasa tunakuwa na watoto ambao wana excel. Katika ule mchanganyiko wa watoto wote tunaowapokea, kuna wale ambao wana excel na unakuta wanakuwa na uelewa mkubwa wa kuweza kukamata yale yanayofundishwa, lakini kuna wengine ambao wana excel katika vipaji. Unakuta ni mzuri, ni mchezaji mpira, ni mzuri. Kuna wengine ambao kwenye taaluma unakuta ni wazuri. Sasa sisi kama wakuu wa shule, moja, tunatakiwa kuwatambua hawa watoto katika ngazi ile ile ya awali wanapokuwepo, ngazi ya msingi, tunawatambua katika nafasi zao, katika vipaji vyao, katika uelewa wao, alafu tunaviendeleza pale pale, tukiwa tunalenga pia na kwamba na hawa ni kuandaa, kwa sababu mwanafunzi, unapokuwa na mwanafunzi shuleni kwako anayechaguliwa kwenda katika hizi shule za vipaji maalum, kwanza ni sifa kwa shule kwamba na nyinyi mmeweza kutoa wanafunzi wa design hiyo, ni sifa kwa shule. Kwa hiyo sisi kama wakuu wa shule unakuta na sisi kuna mikakati tunayoweka katika kuhakikisha hawa watoto wanaibuliwa, wanatambuliwa, wanaendelezwa, wanasimamiwa, wanawezeshwa kwa namna yoyote ile kuhakikisha wanatimiza ndoto za, au malengo yao, na wao kuweza kuingia katika huu mfumo wa vipaji maalum. Sisi Atlas tumefanya hivyo, tumekuwa tunafanya hivyo kwa miaka 20 sasa na zaidi. Kwani vipaji maalum mnavitazamaje? Ni kipaji maalum cha kuwa na uwezo mkubwa wa akili za kujibu maswali ya darasani, ama kipaji maalum ambavyo vinahusisha vipaji vya aina gani? Pia tunapozungumzia vipaji maalum, tuna huo uliosema uwezo mkubwa wa kujibu maswali darasani, lakini tuna kitu mfano mtaala ulioboreshwa umekuwa unalenga katika kuleta umahususi, competence. Kwa kuna mtoto unaweza ukamuona kabisa ukaona IQ yake ni kubwa, na inakuwa katika yale mazingira tu yale ya shule, unaona anavyojibu maswali, jitihada zake katika masomo, sawa, mwenendo wake wa kitaaluma katika vipimo tunavyovitumia tofauti tofauti, iwe mitihani, yawe ni majaribio kadha wa kadha, unakuja kugundua kwamba sasa kumbe huyu mtoto ana kitu extra, sawa, ana kitu ambacho ni cha utofauti. Hapo tunazungumzia sasa vipaji kwenye upande wa nini, wa kitaaluma. Lakini tunapokuja vipaji kwenye upande wa sanaa, kuna sisi Atlas tunatoa uwanja mkubwa sana wa watoto kuonyesha fani zao walizonazo au talanta zao walizonazo. Kwa tuna muda tunaenda tunashiriki kwenye mashindano haya ya mipira au ya michezo. Tumekuwa tuna mashindano tofauti tofauti kama UMITASHUMTA, kuna kuwa na UMISETA kwa ngazi ya sekondari na kadhalika. Kwa hiyo sasa katika hizi ratiba ambazo zinakuwepo, unagundua kumbe fulani ni mzuri kwenye mpira. Tuna vipindi mfano vya muziki, unajua fulani ni mzuri kwenye upande wa muziki. Tuna vipindi vya masuala ya sanaa za kuchora na sanaa za maigizo. Unafahamu kwamba huyu mtoto kwenye sanaa labda za kuchora, kwenye sanaa za maigizo ni mzuri kwenye hiyo. Kwa hiyo sasa baada ya kumtambua yule mtoto, sisi tuna walimu wabobezi. Kwenye upande wa mpira tuna walimu wakufunzi ambao wamebobea kwenye hiyo sekta. Kwenye upande wa kuimba tuna wakufunzi waliobobea kwenye hiyo sekta. Kwenye upande wa ufundishaji, huko ndo tumejikita zaidi. Kwa tunapomaliza kuwatambua hawa watoto kama shule, tuna sasa malengo yetu, tuna njia, tuna utaratibu wetu wa kuwaendeleza. Tunawaendelezaje? Moja, unakuta tunajaribu kuwaweka hata kwenye taasisi nyingine zinazohusika. Unakutana na mtoto anayejua kuimba, labda anafanya kuimba, tafuta namna ya kumuunganisha na taasisi zinazohusika. Hawa ambao wamekuwa ni wazuri kwenye kucheza mpira, tunawaunganisha na academy tofauti. Pale mfano upande wetu wa sekondari, tushaikuwa na academy kabisa ya mpira ambayo inakuwa inaendelezwa, na 2026 ndo tunaenda kabisa kuiboresha zaidi. Ukienda sasa hivi mfano ukiangalia wanafunzi waliopo kidato cha kwanza mwaka huu, ambao mwakani wanaingia kidato cha pili, ukiwakuta tu kwenye vipindi vyao vya mazoezi ya mpira, unaweza ukasema hii ni sehemu sahihi ya kumleta mtoto na kukuza kipaji chake kabisa. Tunamtazama mwanafunzi ambaye atakuwa na sifa hapo baadaye za kuingia kwenye ile orodha ama sifa stahiki za kutajwa miongoni mwa wanafunzi ambao wanastahili kuingia kwenye shule za vipaji maalum.
huyu mwanafunzi tunamtazamaje hasa upande wa sifa zake kiujumla? Ni mwanafunzi wa aina gani, mwenye uwezo wa aina gani, ama mwenye sifa zipi msingi? Asante sana. Wanafunzi ambao wamekuwa wakijiunga na shule za vipaji maalum wamekuwa wakichaguliwa kwa kuzingatia sifa kama tatu. Sifa ya kwanza wamekuwa wakiangalia matokeo ya juu, ufaulu wake wa matokeo ya juu kwa elimu yake ya msingi, kwa mfano kama mwanafunzi anakwenda kujiunga na elimu ya sekondari. Lakini pia wamekuwa wakiangalia matokeo ya juu kwa elimu yake ya sekondari kama anakwenda kujiunga na elimu ya kidato cha 5 na kidato cha 6. Kwa hiyo mojawapo ya sifa ya mwanafunzi kujiunga na hizi shule za vipaji maalum imekuwa ni matokeo mazuri au matokeo ya juu, yani daraja A kwa masomo yake kwa elimu yake ya msingi. Lakini pia kumekuwa na sifa mojawapo ni kipaji pekee au talanta pekee alionayo mtoto. Hii imekuwa ni mojawapo ya sifa ya mtoto kujiunga na shule za vipaji maalum. Sasa inafanyeje huko? Je, watoto wenye vipaji ambao hawaja excel kwenye academic wanapata nafasi? Hilo limekuwa ni jambo jingine. Lakini wamekuwa wakichagua wanafunzi kwa kuangalia vipaji, lakini pia wamekuwa wakichagua wanafunzi kwa kuangalia ushauri kutoka kwa walimu wao waliowafundisha kwenye hii elimu ya msingi. Kwa mfano ni elimu ya msingi pamoja na elimu ya sekondari. Kwa hiyo hivyo vimekuwa ndio vigezo vikubwa vitatu ambavyo vinaangaliwa kwa mwanafunzi kujiunga na shule maalum. Na ukiangalia kwa sisi Atlas Sekondari, kwa mfano kwenye udahili wetu wa mwaka 2026, kama shule tumeamua kabisa kwenda kwa jawabu ya matatizo ambayo wanafunzi wengi ambao wamehitimu sasa wanaonekana kuwa na content sana kuliko best. Kwa tumeenda kuanzisha mkakati wa single digit kwamba tunakwenda kufanya udahili wa wanafunzi wenye matokeo ya juu au wanafunzi maalum. Lakini pia tunakwenda kufanya udahili wa wanafunzi wenye vipaji. Vipaji katika nini? Vipaji katika sanaa, vipaji katika sayansi. Shule yetu pale shule kwetu tuna computer lab ikiwa na lengo kubwa la kwenda kufundisha watoto somo la computer science, lakini pia ikiwa na lengo kubwa la kwenda kufundisha watoto katika ujuzi, inaitwa innovation. Tunafundisha STEM science. Lakini pia shuleni kwetu Atlas tuna viwanja vizuri vya michezo, football, tuna uwanja mzuri wa netball, volleyball. Lakini pia viongozi wetu wameweza kuajili walimu wa kimataifa hususan kwenye sekta ya mpira wa miguu. Ukifika Atlas Sekondari utakutana na walimu wa kimataifa wanaofundisha mpira wa miguu. Na lengo ilikuwa ni nini? Tunafundisha mpira wa miguu na tuna walimu wa kimataifa kuanzia primary mpaka sekondari. Na sasa tunakwenda kwenye single digit enrollment. Wanafunzi wenye uwezo kupata daraja A au kupata division 1 ya single digit, division 1 ya 0.7, division 1 ya 0.8 au 0.9, tutakuwa nao hao. Lakini pia tunaenda kuendeleza vipaji, kwa sababu ipo changamoto kwenye hizi shule ambazo sasa zipo za vipaji maalum. Ukiangalia zizo nyingi sasa zimeexcel kwenye academic, yani wamekuwa na matokeo mazuri kitaaluma, lakini vipaji vya watoto vinakwenda kupotea. Kwa nini tunasema vinapotea? Vinapotea kwa sababu tunaangalia mchango wa shule za venye vipaji maalum kwenye maendeleo ya soka kwa mfano kwa Tanzania. Tunakwenda AFCON. Sasa tunataka tuangalie, je, shule za vipaji maalum zimechangia kwa kiasi gani Tanzania kufuzu AFCON mwaka 2026? Tunataka tuone, je, shule za vipaji maalum zina mchango gani katika mashindano ya Olympic? Shule za vipaji maalum zina mchango gani katika kuendeleza wasanii kitaifa na kimataifa, wabunifu, wana mitindo kitaifa na kimataifa? Kwa hiyo hizi shule tunazo za vipaji maalum, lakini ukiangalia kwa jicho la tatu zimejikita sana kwenye taaluma, dhana ya taaluma zaidi kuliko vipaji. Lakini Mwalimu Mligo, kuna dhana ambayo ipo katika jamii hapa kwamba hizi shule za vipaji maalum kadri siku zinavyozidi kwenda ni kama umaarufu wake unapotea hivi. Hivi vipi, shawahi kupita akilini mwako? Yes, ninaweza kukubali ni kama umaarufu wake unapotea au unapungua. Kwa nini? Kwa nini unapotea au unapungua? Zipo sababu chanya na hasi ambazo zinaonyesha shule hizi umaarufu wake kupungua au kushuka. Sababu mojawapo ni ongezeko la sekta binafsi kuwekeza katika elimu. Sekta binafsi
tunashukuru serikali katika hili, imepewa uhuru mpana na uwanda mpana wa kuwekeza katika elimu. Kuna shule sasa ambazo hazitofautiani na shule maalum kwenye matokeo. Shule ukienda Bukoba huko, ukienda Mbeya, ukienda Dar es Salaam, zipo shule ambao ukiangalia result yao kwenye matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 au kidato cha 6 unakuta matokeo ni yale ya. Sasa hiyo changamoto ni changamoto kwao, lakini ni changamoto chanya kwa sababu tunaipa kongole serikali kwamba wameweza kuboost, wameweza kuungana na sekta binafsi, wameipa sekta binafsi na yenyewe nafasi. Kwa hiyo changamoto moja wapo ambayo inafanya sasa zile shule sasa zinaonekana za kawaida. Japo na wenyewe sasa hizi sekta binafsi nao changamoto imekuwa ile ile. Wamekuwa na watoto wenye matokeo makubwa, lakini vipaji vya watoto vimekuwa vikididimia siku mpaka siku. Kwa unakuta lile lengo mama la uanzishaji wa shule za vipaji maalum linakufa. Kabisa. Bwana Martin, mazungumzo yamekuwa ya kina kweli kweli hapa. Kweli. Kuna muendelezo wa vipaji ndio msisitizo zaidi hapa wa Mwalimu Mligo, muendelezo wa vipaji. Mnafanya nini hapa kwenye kuviendeleza vipaji hivi? Ama mnasisitiza kitu gani hasa ninyi kama wakuu wa shule, ama wewe una mtazamo gani hasa kwenye kuhakikisha kwamba vipaji vinaendelezwa kupitia shule zilizopo ili hatimaye tuwapate hiyo idadi ambao wanafunzi pengine wana sifa za kuingia kwenye shule za vipaji maalum? Asante. Katika kuendeleza vipaji, kitu cha kwanza kabisa ni kumfanya mtoto atambue kipaji alichonacho. Utambuzi wa kipaji. Utambuzi wa kipaji unatoka kwa yule aliyekitambua na yule mwenye kile kipaji. Hilo la kwanza. Sasa katika kukitambua, mtoto lazima ajue thamani ya kile kipaji chake alichonacho. Kwa hiyo cha pili ni thamani ya kile kipaji, manake ile awareness. Lakini sasa cha tatu, atengenezewe mazingira ya kuona kwamba hiki kipaji nilicho nacho faida zake ni zipi, kwamba kupitia hiki kipaji mimi ninaweza kwanza nikajipambanua kiuchumi, kiafya, lakini nikaisaidia taifa langu kwa ujumla. Unajua mtu mmoja mwenye kipaji, yani unapokutana na mtu mmoja mwenye kipaji, anaweza katoa ajira kwa watu zaidi ya 10 au 10. Ana daktari wake, ana wakili, ana wakala, ana wengine mpaka na wapishi wao, ana mtu mwingine. Kwa hiyo anatoa ajira mpaka dereva. Sasa kwa hiyo sisi kama shule katika kuvitambua na kuviendeleza hivi vipaji tunafanyaje? Mtoto ashatambua, ashajua thamani yake, ashajua umuhimu wa kile kipaji alichonacho, ni kumtafutia sasa mazingira au kumtengenezea mazingira yatakayosaidia kukiendeleza kile kipaji. Kama nilivyosema awali, moja ni kutafuta watu, msemo wa sasa hivi ni connection. Unamuweka kwenye eneo ambalo anakutana na watu wenye kile kipaji. Mfano, Atlas tuna watoto ambao wanakuambia mimi nataka niwe daktari, si ndio? Kwa hiyo unachokifanya, ukimfundisha darasani kila siku kuhusu udaktari, unamuelezea kila siku, itabaki udaktari sasa ni maneno. Tunaenda labda kwenye chuo kinachofundisha udaktari kama pale Muhimbili, kinachotoa hizo kozi, tunawaombea watoto wetu, bwana, tuna hawa watoto, tunaomba ili likizo hawa watoto wetu watumie angalau mwezi mmoja au wiki 2 za likizo kukaa tu hospitalini, kuzunguka na wao, kupata ile experience kwa kuona na kwa kuelekezwa. Watazame kwa macho na wajifunze. Tuna mtu labda hawa wanaocheza mpira ambao wana vipaji vya kucheza mpira. Kama taasisi tumekuwa tunaalika taasisi tofauti za mpira, academy tofauti na wakufunzi tofauti ambao wanaweza kuongea na hawa watu. Tuna watoto ambao ni ma-MC. Unajua UMC nao ni kipaji, washereheshaji wale. Sasa unamwalika mtu, kama tunakuwa tuna event za ndani ambazo unawapa wale watoto platform. Tuna mfano event zetu za mahafali Atlas, usichukulie ni ndogo sana. Ni mahafali ambayo inaweza kukusanya watu zaidi ya 2000 katika eneo moja. Sasa pata picha, watu 2000 unampa mwanafunzi wa kidato cha pili au mwanafunzi wa darasa la 7 platform ile ya kusimama na kusherehesha ile shughuli. Unamjengea uwezo.
unakuwa na kina MC Ndimbo pale, kazi yao ni kwa guide hawa watoto. Kwa hiyo sasa mtoto anapokutana na mtu kama MC Ndimbo anayemuona kwenye mitandao ya kijamii, anakuwa na maswali ya kumuuliza kwamba hiki na hiki nini. Lakini tuna kitu kinaitwa ujuzi innovations. Tuna watoto ambao wanapenda sana science, haya mambo ya umeme. Yani yeye hataki kujua kwamba umeme nawasha hivi nazima hivi, anataka kujua msingi wote, flow yote ya umeme. Kwa hiyo tuna program ya ujuzi innovations. Tuna watu ambao tumekuwa tunawaalika, watu wa STEM. Kuna hii program ya STEM inaendelea ambao ni science, technology, engineering na mathematics. Kwa hiyo mnaleta hivyo vitu hapa. Mwishoni mwa muhula huu wa masomo tulikuwa na watu ambao walikuja kuelekeza watoto wa darasa la 5 na la 6 na la 4 namna ya kutengeneza gari. Kwa hiyo yule mtoto anakuja pale anaona kumbe gari sio hili linaloliona, linatengenezwa hivi, lina hiki, lina hiki. Kwa ile inaendeleza kile kipaji alicho nacho, inamjengea pia hamasa ya kukiendeleza kile. Sasa hapo unaingiza sasa na taaluma, kwamba taaluma, kipaji kinatumika kama motisha ya kummotisha huyu mtoto, kumwezesha aweze kusoma kwa taaluma, kwamba unahitaji kuingia huku lakini lazima usome. Mwezi wa 6 tuna safari ya watoto wanaoenda labda sehemu fulani, labda wataenda kukaa hospitalini kujifunza, labda wataenda kwenye kiwanda cha Coca-Cola kuona utengenezaji wa zile mashine na kadhalika, lakini lazima matokeo yawe mazuri. Kwa hiyo sisi kama taasisi, hayo ndo tunayoyafanya katika kuendeleza na kukuza vipaji vya hawa watoto. Jua Mwalimu Mligo, kuna jambo hapa kaligusa kuhusiana upande mzima wa kuendeleza masuala ya kiteknolojia zaidi. Na nikitazama kwenye mpango wa taifa huu kuelekea mwaka 2030, miongoni mwa mambo ambayo yalisisitizwa ni kunako swala zima la kuwekeza ama kuongeza idadi ya wanasayansi wabobezi katika eneo la sayansi ya data, akili unde, sayansi ya kompyuta pamoja pia na teknolojia za viwanda. Huu uwepo wa shule za vipaji maalum, kwa sababu ninyi mnafanya kazi huko na pengine mnapata ABC kwa karibu zaidi, kwa sababu ni taaluma moja ya kiualimu. Kuna vitu gani ambavyo ukitazama kwako unafikiri hivi vikiboreshwa kidogo huenda basi tija ikapatikana ile ambayo imekusudiwa zaidi, hususan kwenye kuongeza hawa wataalamu pia? Asante. Hebu turudi nyuma kidogo. Tulikuwa tunazungumzia ile tunasema kwa nini shule hizi zimekuwa si maarufu tena. Tukishajua hivi tutajua huku nini kifanyike sasa. Ndio. Mojawapo ya nini changamoto ambazo zinazikumba shule za maalum, mojawapo ni mabadiliko ya kisera ya mara kwa mara. Tumekuwa na kubadilika kwa sera mara kwa mara, kumekuwa kukiathiri shule maalum. Lakini pia kumekuwa na changamoto ya ukosefu wa rasilimali. Shule maalum au zenye vipaji maalum ni shule ambazo zinahitaji rasilimali watu, rasilimali fedha na miundombinu ya kujifunza na kufundishia. Zinahitaji teknolojia, na sio technology, latest teknolojia ile ambayo ipo kwa wakati huo. Kwa shule hizi zimekuwa zikikumbwa na hizi changamoto za ukosefu wa rasilimali fedha, ukosefu wa wafanyakazi, lakini pia zimekuwa zikikosa vifaa vya teknolojia. Kwa zimekuwa ndio maana umaarufu wake sasa unashuka. Na kama unashuka, automatically hata wale watu ambao tulinia wazalishwe kutoka kwenye vipaji maalum vya sayansi, vya hesabu, sanaa, hawapo au wanapungua. Na kama wapo, basi wapo lakini hawakidhi vigezo. Lakini kuna sababu nyingine ambayo inafanya hizi shule zinapunguza ubora wake, ni kwa sababu ya kukosekana kwa walimu, kwa changamoto ya walimu. Hizi shule za vipaji maalum kienda nyingi zinafundisha engineering, zinafundisha computer science, zinafundisha texture. Sasa haya maeneo walimu wamekuwa wakisumbua sana. Sasa nini kifanyike ili tuweze kupata wataalamu, ili tuweze kuliishi lile lengo mama la kuanzisha kwake? Tuweze kupata wataalamu wa tiba, tuweze kupata wataalamu wa wahandisi wa kutosha, wa takwimu wa kutosha. Kinachotakiwa kufanyika, cha kwanza, lazima tuwe na sera isiyobadilika mara kwa mara. Tukishakuwa na sera ya elimu isiyobadilika mara kwa mara kama taifa, manake tutajua wapi tunaenda na nini tunataka. Leo tunazungumzia teknolojia, watu wanazungumzia saizi akili mnemba, wanazungumzia artificial intelligence, AI. Kwa wakati wewe unapambana na technology, huyu anapambana na AI.
Kwa ameshatuacha sisi nyuma huku kwa teknolojia. Lakini kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya sera. Sera zetu za elimu zimekuwa zinatuchanganya, zinaturudisha nyuma na kutupeleka mbele. Kwa mfano, kuna wakati unakuta mtu anafika anasema kilimo tufute shuleni, agriculture tunaifuta. Au una wakati unafika unasema biology na chemistry na physics vitasoma kwa pamoja. Au kuna wakati mtu anakuja kiongozi anasema labda UMISETA na UMITASHUMITA tufute. Wakati huo yeye amenilolu vipaji maalum. Lakini wakati huo anakuja kufuta UMISETA na UMITASHUMITA. Kwenye hiki ambacho umekizungumza, mabadiliko ya sera huja kutokana pia na nyakati husika. Huenda soko la kielimu kwenye nyakati hizo linahitaji jambo X ama Y, hatimaye yakaonekana mabadiliko. Sasa nataka kuniambia kwamba Mwalimu Mligo, pasiwe na mabadiliko kabisa, ama zitumiwe njia zipi hasa kuendana na mabadiliko ambayo yanayotakiwa kudhibitiwa na sera? Mabadiliko ya kisera ni kweli yanaweza kwamba wakati mwingine yanaendana na mabadiliko ya wakati huo na mahitaji ya taifa kwa wakati huo, lakini pia yamlike namna gani yanaweza kukuza na kuendeleza vipaji maalum katika taaluma, lakini vipaji maalum katika sanaa. Kwa muda mwingi tumeona mabadiliko haya yamekuwa yanaacha, kwa mfano vipaji yanaacha, yanaenda na taaluma. Matokeo yake tumezalisha academician wengi ambao wamekuja kuwa mtaani jobless, au wamekuja mtaani sasa wamekuwa wanadai kazi, tunataka kazi. Tuna wahandisi nchi wa kutosha, ndio wa kutosha, hawana kazi. Wahandisi hawapewi kazi, muda mwingine unakuta wanalalamika, wahandisi wanadai madeni serikalini. Kwa hiyo ili vipaji viweze kuendelezwa ni lazima mabadiliko yafanyike ya kisera, yaakisi mahitaji ya taifa wakati huo, lakini wakati huo serikali iweke mazingira uwezeshi ya kulinda kile ambacho kimezalishwa kutoka kwenye mfumo wetu wa elimu. Kwa mfano wanafunzi wa kutoka shule za vipaji maalum, kwa mfano tushazalisha wahandisi wa kutosha. Kama serikali tuna accommodate vipi hao wahandisi? Tutengeneze sheria, tutengeneze sera kwamba barabara ya kilomita 20 ni lazima ijengwe na Watanzania. Mradi wowote ule wa ujenzi labda wa barabara, ujenzi wa jengo lote la serikali ambao unaishia labda bilioni 20 au bilioni 10, bunge liweke kwamba mradi huu lazima apewe mzawa. Tukifanya hivyo tutawalinda hawa wanafunzi ambao wamekuwa ni matunda kutoka kwenye shule za vipaji maalum. Madaktari tulionao kwa mfano, tunashukuru tumekuwa na taasisi kwa mfano ya moyo ya Jakaya Kikwete, inatumia madaktari walio wengi wametoka kwenye shule za vipaji maalum. Lakini wapo pia madaktari wa Tanzania ambao wanafanya kazi nje. Je, serikali inawalindeje? Inawatafutieje soko nje madaktari, wakandarasi, wahasibu? Msingi wa kuendelezwa kwao ndio ambao unausisitiza hapa. Ndio. Mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, mazungumzo bado yanaendelea kuwa kwenye mchanganuo wa kutosha kweli hapa ndani. Ninaye Mwalimu Godlisten Mligo ambaye yeye ni mwalimu kutokea Atlas Sekondari pale mashule ya sekondari ya Atlas, lakini pia tunaye hapa bwana Anderson Martin ambaye yeye ni mkuu wa shule ya Atlas Ubungo. Mazungumzo yamekuwa kwa mapana kweli tukitazama kunako shule za vipaji maalum. Ndizo ambazo tunazizungumza hapa kwa kina, lakini kabla ya kufika mbali kwenye haya ambayo tunazidi kuyajadili, ngoja kwanza nikupe hii ambayo imekuwa ni habari njema kweli, na habari njema siku zote lazima upewe kipindi ambapo ina umoto ama ujoto wake fulani hivi. Sote tunafahamu kwamba sikukuu bila pesa bwana, tunajua kabisa siku zote kwamba sikukuu haiwezi kuendelea vyema pasipokuwa na pesa, kwa maana ya fedha ambazo unazokuwa nazo. Lakini je, umekwisha fahamu jinsi ya kupata mkwanja wa kutosha kwa upande wa msimu huu? Kama sote tunalijua hili kwamba sikukuu pasipo pesa haiwezi kwenda sawa. Umekwisha fahamu namna gani unaweza kupata mkwanja wa kutosha kweli katika upande wa msimu huu? Sasa usipate tabu yoyote ile. Nikueleze tu kwamba Mchezo Super tumekuletea njia rahisi kweli ya kupiga pesa bure kabisa. Hii ni njia rahisi ya kupiga pesa bure msimu mzima huu wa sikukuu. Anza kujiandaa na sikukuu sasa hivi kwa kutengeneza pesa mapema kabisa. Sikiliza sasa hapo kwa umakini. Ukicheza tiketi moja tu kwa upande wa msimu huu wa sikukuu, unaweza kujishindia maajabu makubwa na kuyashuhudia mfukoni mwako. Sasa maajabu hayo yapo kwenye vipengele kama 4 hivi. Ngoja nikueleze hivi vipengele. Ipo hivi. Ukicheza Mchezo Super unaweza kupata mambo haya 4. Cha kwanza kabisa ni ushindi wa hadi milioni 1.5 kwenye The Best Show. Lakini jambo la pili ni unaweza kushinda manoti ya hadi milioni 10
kwenye jackpot zetu zile za kila Jumanne, Alhamisi, Jumamosi pamoja na Jumapili. Kwa hiyo kesho jambo litaendelea pale, achilia mbali hili la Alhamisi ambalo tumekwisha lishuhudia. Lakini pia bila kusahau kwenye Christmas ya msimu huu tutatoa mamilionea 10, na siku ya pili ya Christmas tutatoa mamilionea 10 wengineo. Na jambo la 4 ambalo ni kubwa napaswa kukueleza hapa ni kwamba kubwa zaidi ni ile zawadi nono ya milioni 25 mega jackpot, ambayo hii itakayotoka siku ya mkesha wa mwaka mpya kupitia ITV. Yani ni hapa kupitia ITV na Radio 1, ambapo shilingi milioni 15 yenyewe itaenda kwa mshindi mkubwa mmoja, na shilingi milioni 10 iliyobaki watagawana watu 10 kwa pamoja. Sasa nimalize kwa kueleza tu hivi kwamba usikubali kukosa pesa kwa upande wa msimu huu wa sikukuu, wakati mchezo super tupo kwa shilingi 1000 tu, ambayo utakayotuma kupitia Airtel Money, Mix by Yas, M-Pesa, Halo Pesa kwenda namba ya kampuni 222223, yani 22 unapata nafasi vyema kabisa, ama kumbukumbu namba ni 777 au unaweka neno ITV. Lakini kushiriki ni miaka 18 na kuendelea, na siku zote vigezo na masharti hutazamwa kwa mapana kweli kweli. Baada ya kukueleza hilo, ni pite sasa na kile ambacho umetuandikia kwenye upande wa mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Nikushukuru wewe ambao unatufuatilia vyema kabisa hivi sasa kupitia pale Facebook pamoja na YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania. Yako kadhaa ambayo yametiririka hapa kwenye upande wa maoni yale ambayo yamewasilishwa. Anasema kwamba anajiita hapa Jinde Lemarali Liza, ambaye anasema kwamba tunapambana lakini unakuja kuambiwa tuboreshe kwenye upande wa misingi ya ajira, ili mradi shule za vipaji maalum ziweze kuwa na tija zaidi. Kwa uchache ameleleza hilo, lakini mwingine pia akisema kwamba asilimia 90 waliotokea shule za vipaji maalum hakuna ambacho wanachokisaidia kama taifa, zaidi ya baadhi yao wanakuwa ni wachumia matumbo, lakini pia na kujikomba kwa ajili ya vitu vinginevyo ambavyo havipo katika mlengo ambao umekuwa ni chanya zaidi. Kwa hiyo jambo zima si upande wa ufaulu pekee wa mitihani ya masomo. Amezungumza hapo Dennis kwa yale ambayo ameyawasilisha. Mwingine pia akisema hapa kwenye upande wa yale ambayo ameyaandika hapa kwa machache ni kwamba yapaswa kuziendeleza zile shule ambazo ni za kiufundi zaidi. Ametaja idadi ya shule kadhaa hapa, lakini pia amesema serikali iliacha kuwekeza kwenye upande wa vifaa na matengenezo na vitu vinginevyo. Serikali imeacha kuwekeza kwenye upande wa kuleta maboresho kwenye upande wa masuala ya kiufundi na vitu vinginevyo. Vyote hivi vimeelezwa hapa ama vinapaswa kutazamwa kwa mapana zaidi. Ni miongoni mwa maoni machache hayo ambayo yamewasilishwa kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa muda huu, licha kwamba tutapata hapa muda fulani hivi kuweza kupokea simu yako uzidi kutuwasilishia. Ngoja pia ni kueleza na hili ambalo anasema kwamba hizi ni shule ambazo zinazokuwa na misimamo na mikakati thabiti. Mzazi wa mtoto husika akipeleka mtoto hapo, wanakuwa wanajua kwamba namna gani sheria zinavyokuwa. Ila tukija kwenye anasema kwamba ila tukija kwa sisi ambao tunaweza kulea, tunapaswa tuweze kufanya maboresho zaidi, ili mradi shule hizi zizidi kuwa na heshima yake zaidi, pamoja pia na kuboresha masuala ya kielimu. Kwa uchache ni hayo ambayo yamewasili hapa kwenye upande wa yale ambayo tumeyapitia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nafasi unaweza kutupigia simu hapa ndani kupitia 0767444701. Ni kupitia 0767444701. Hiyo ni namba ya ujumbe. Unaweza kupiga simu hapa studio moja kwa moja kabisa, na namba inatazamika vyema kabisa kupitia kioo chako hapo, na ukipiga kumbuka tutazungumza mimi na wewe vyema kabisa. Tutapata nafasi ya kuwasilisha hapo na tutairuhusu simu yako, tukiwa naye mkuu wa shule Atlas kwa upande wa Bungo pale Anderson Martin, lakini tunaye hapa mwalimu Godlisten Mligo ambaye ni mwalimu wa shule ya Atlas. Abdulshakur Mrisho, tunarejea kwenye upande wa uwakilishi huu. Tumezungumza na mwalimu Mligo, lakini pia tupata nafasi ya kugusa neno hapa Bwana Martin. Hizi shule zipo, changamoto siku zote napaswa tuweze kukabiliana nazo kutokana na vile ambavyo zinavyokuja. Ninyi kama wadau ambao mnahusika kuweza kusukuma gurudumu hili la maendeleo ya masuala ya kielimu, mnafanya nini kila siku kuhakikisha kwamba mnakabiliana na zile changamoto ambazo zipo, hususan katika mrengo huu wa kuwapata wanafunzi wenye vipaji maalum? Okay, sawa.
Mr. Mligo ametaja changamoto kadha wa kadha ambazo tunakutana nazo. Moja amesema ni miundo mbinu. Sasa hizi shule zipo, na naomba niendelee kukumbusha kwamba hata sasa hivi kulingana na ukuaji na uwekezaji katika sekta ya elimu, kuna baadhi ya shule binafsi ambazo nazo zenyewe sasa zimejikita kwenye lengo hilo mama la vipaji maalum. Unakuta kuna shule kabisa yenyewe ni ya vipaji maalum. Sasa changamoto kubwa ambayo tumeiona ni miundombinu. Sasa kama Atlas sisi, cha kwanza ni kuhakikisha tunaboresha miundombinu hile ambayo imfanye kwanza huyu mtoto uliyemchagua kwamba utajiunga na hii shule kwa vipaji maalum au utaenda kujiunga na shule yangu, umemwandalia mazingira gani ya kuboresha kile ulichomchagua nacho. Umemchagua kwa sababu yeye ana kipaji cha mpira, miundombinu gani umeiandaa kukiendeleza. Umemchagua kwa sababu yeye excel kwenye taaluma. Mfano kama tulivyo udaili wetu sasa hivi wa mwakani shule za Atlas 2026 ni single digit, kwamba sisi kwa intake ya form 1 2026 Atlas tunapokea mtoto mwenye uwezo wa kutupa single digit. Huku nyuma tumekuwa tunawapokea wengi tu na tumekuwa tunaendeleza vipaji vyao na tumekuwa tunawaboresha. Sasa hivi tuna watu ambao wakija tu kukupa ushuhuda watakwambia. Lakini sasa kwa 2026 tumeamua hapana, shule zetu za msingi za Ubungo na Madale zipokee wanafunzi wa aina yote, lakini kwa sekondari tupokee wanafunzi wa kutupa single digit. Sasa je, kama taasisi tumeandaa mazingira gani kwa ajili ya kumpokea huyu mtoto? Tumesema tuna viwanja vya mpira vya kutosha, tuna maabara za kisasa, tuna computer lab moja matata sana, ili yule mtoto mwenye shauku ya kujua mambo ya kompyuta, mwenye shauku ya kujiendeleza kwenye teknolojia, ana uwezo, ana sehemu ya kutosha. Lakini moja ya mazingira mengine au katika miundombinu tumesema rasilimali watu manake tuanze na mwalimu wa darasani. Unatakiwa shule iwe na walimu: 1 mzoefu, 2 mbobezi, 3 anayetambua anadili na mtoto wa aina gani. Kumbuka tunaenda kuenroll watoto wa single digit. Mwalimu lazima ajue huyu ninayedili naye ni mtoto mwenye IQ kubwa sana. Kwa hiyo mwalimu na yeye lazima awe katika hizo standard. Ndo mazingira tuliyoyaweka. Lakini sasa tunakuja, umesema kwamba tunatakiwa kuwepo na ongezeko la wanafunzi au wataalamu kwenye sekta ya sayansi na teknolojia. Ndio tunakuja kwenye ujuzi innovations ambazo sisi zimekuwepo kuanzia mwaka jana, mwaka huu na zitaendelea kuwepo. Tunakuwa na STEM classes na projects mbalimbali za STEM zinazofanyika. Kwa hiyo katika hiyo miundombinu yote sasa tunakuja, unajua mtoto kuna masuala ya lishe lazima. Kuna masuala huyu mtoto anafikia wapi, analala wapi, anapokelewaje, hilo lazima. Lakini sasa haya yote yanakuja kukutana na kitu kimoja tunakiita tumefocus kwenye masuala ya taaluma, tunakuja kwenye personal well-being ya mtoto. Uwezo binafsi wa mtoto. Sasa hapo sio uwezo binafsi. Yaani yale well-being ya mtoto sijui niwekeje, maendeleo ya mtoto, kwa sababu anaposoma kuna stress, kuna ukuaji, kuna mabadiliko ya kimwili na kadhalika ya tabia na mambo mengine. Je, mmewekaje? Kwa sababu mtoto anaweza kawa ni kipaji maalum, lakini tu kutokana na ile stress, unajua kuwa kipaji maalum it is demanding. Ina demand ya asome kuliko wengine, ina demand ya ashiriki kwenye kile kipaji intensive. Kama ni mazoezi basi atayafanya intensive. Sasa nani wa kuendelea kumweka katika mstari ulionyooka? Hapo sasa na I'm proud to say kwamba Atlas tunajitofautisha. Tuna sekta ya counseling and guidance. Tuna mtu ambaye ni mbobezi anaitwa Mwalimu Prosper kwenye malezi, ushauri na nasaa, kuhakikisha hawa wanafunzi tunaowapokea, hawa wanafunzi tulionao wanaweza kukabiliana pia na changamoto nyingine zozote zinazoweza kutokea, ziwe za makuzi, ziwe za malezi, ziwe za mazingira. Kwa hiyo kwenye masuala pia ya child psychology tunakuwa tumejikita vizuri hapo.
Mwalimu Mligo ametajwa walimu wenzako hapa kwenye mazungumzo, lakini nikikumbuka ile siku ya 12 ambayo ni siku ya 12 kuanza kwa serikali ambayo iko hivi sasa, wakati wa ufunguzi wa bunge pale, miongoni mwa mambo ambayo yalizungumzwa ni kunako waliajiriwa ama serikali tayari imekwisha tangaza nafasi za ajira kwenye upande ajira ya 7,000 za walimu, lakini pia zile 5,000 kwa upande wa watumishi wa afya. Tuzitazame hizi 7,000 za walimu kwenye mrengo huu wa shule za vipaji maalum. Tuwapate walimu wa aina gani hasa ambao watakaoendana na mahitaji ya shule za vipaji maalum? Maana duniani inaaminika kwamba mbobezi huenda akakupa kitu bora zaidi muda mwingine. Tutegemea kupata walimu bora. Na walimu bora wameandaliwa na vyuo bora. Changamoto ambayo tunayo, tunakwenda kwenye competence based curriculum, lakini tuna walimu ambao tuliwaandaa kwa content based curriculum, ambayo maana yake kwamba haelewi hapo. Ipo changamoto. Mwalimu aliyoandaliwa kwenye content based, lakini atakwenda kufundisha mwanafunzi mfumo wa nadharia zaidi. Anatakuwa kwenda kufundisha mwanafunzi mwenye competence, au ambao anatakuwa develop competence kuliko contents. Kwa hiyo tunamshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa nafasi hizi za ajira 7,000 za walimu, na tunaamini zitakwenda kuwa solution ya changamoto ya wataalamu na walimu hususan katika masomo ya sayansi, biolojia, kemia na mathematics kwenye shule za vipaji maalum na shule zile za kawaida au shule zile jumuishi. Mwanzo kwenye mazungumzo yako uliwataja viongozi kadhaa ambao pia ni zao la uwepo wa shule hizi za vipaji maalum, na kutoka 2025 kuitafuta 2030 ni miongoni pia mwa maeneo ambayo yalielezwa kwamba yatapigiwa msasa angalau kuweza kukuza ule mpango wa vijana kwenye uongozi, mpango wa vijana kwenye uongozi. Hizi shule zinawezaje kutumika vyema kuhakikisha kwamba hao vijana ambao wapo kwenye huo mpango wanaweza kuwa kwenye misingi ya kiongozi ambaye anatajwa kwenye mrengo bora zaidi, ama kiongozi bora anayefaa zaidi? Okay, kama tulivyosema kwamba shule za vipaji maalum zililenga kuzalisha viongozi bora katika taifa letu. Nisikitike kwamba bado na sisi mjadala wetu umejikita katika taaluma ambayo inazalisha viongozi. Tunasahau pia swala la vipaji vinaendelezwa vipi. Kwa hiyo kama shule za vipaji maalum tunavyosema zina mchango mkubwa kuhakikisha zinazalisha viongozi ambao watakuwa ni bora, viongozi ambao wanajali, wanasikiliza, viongozi ambao wanakuja kuwa solution ya matatizo yetu, wanasikiliza vijana, si kuwafokea vijana. Kwa sababu hivi sasa ukiangalia tulikotoka, taifa lilikuwa na viongozi. Lakini wakati huu tunapopita tumeanza kupata viongozi ambao wanaleta walakini. Wanaleta walakini. Viongozi hawasikilizi. Baadhi yao, sio viongozi wote. Viongozi hawasikilizi. Viongozi wamekuwa sehemu ya kuzalisha kauli tata na zenye kuletwa tashwishwi, hali ya sitofahamu. Na wakati huo wameshazalisha wasomi wengi ambao muda mwingi wanafikiri, na muda mwingi unakuta hao watu hawana kazi. Kwa hiyo muda mwingi wamekaa tu kuangalia huyu kasema nini. Kwa hiyo niseme shule za vipaji maalum ziendelee kujikita katika lengo la umama la kuzalisha viongozi bora watakaokuja kwa solution ya matatizo yetu. Na sisi kama Atlas Sekondari, kama tulivyosema, mwaka 2026 tunakwenda kufanya enrollment ya wanafunzi wenye uwezo wa kupata single digit, tukiwa na malengo kuwa nasi kama Atlas kuwa kitovu cha kuzalisha viongozi bora, kuzalisha wanafunzi watakao kwenda kuwa solution ya matatizo, lakini wanafunzi ambao watakwenda kutengeneza ajira katika taaluma, lakini ajira katika vipaji. Sawa, Bwana Martin, ni muhimu kiasi gani kwa sasa kuwekeza kwenye vipaji kutokana na tathmini ya kitaifa na tathmini ya hali ya dunia? Kwa mtazamo wako, ni muhimu kiasi gani kuwekeza kwenye vipaji? Okay, kuna umuhimu wa hali ya juu tena sana kuliko labda inavyopewa nafasi katika kuwekeza kwenye kwenye masuala ya vipaji. Kama nilivyosema awali kwamba ni kupitia hivi vipaji tunazalisha ajira. Umempeleka mtoto, mwanafunzi ameenda kwenye vipaji maalum, amemaliza kwenye vipaji maalum,
sawa. Anapomaliza vipaji maalum, tumekuwa tunazungumzia mwendelezo sasa wake ukoje, monitoring ya huyu ikoje. Sasa unapowaweka pale, tukaweka miundombinu iliyo mizuri na stahiki, sasa kwenye kuzalisha hivi vipaji, changamoto kubwa ambayo tunayo kama nchi, na ni sio nchi yetu pekee yetu, nikaribia kila nchi dunia nzima, nchi zote, ni ajira. Wamekuwa wanalalamikia ajira, na hii inaletwa na kitu kimoja. Wahitimu wengi, asilimia kubwa, ni watu ambaye anategemea ahitimu alafu aajiriwe. Sasa kwenye vipaji, huyu mtu, mimi naamini kila mtu ana kipaji chake. Unajua hata kuchekesha ni kipaji. Hata yani kila mtu ana kipaji chake. Sasa unapokuwa na hiki kipaji kikaendelezwa au tukawekeza kwenye hivi vipaji, maanake kwanza tunakuwa tumetoa ajira ya awali. Wakati anasubiria mfumo rasmi wa ajira, tayari anakuwa na ajira ya awali ambayo itamsaidia yeye kuendelea kumudu vitu vingine. Lakini nikasema kipaji kimoja unapomwendeleza Bwana Anderson labda kwenye kipaji chake cha uandishi, hapo sasa Bwana Anderson anaenda kutoa ajira kwa Anderson wengine walioko chini. Atatafuta mtu wa kuedit, atatafuta mtu wa kufanya hizi editing review, watu wa kutype, na anapata ajira hapo hapo. Ni kukatisha jambo hapo, maana namuona Mwinuka kutokea Morogoro. Karibu Mwinuka. Asante. Unajua, sawa, swala la vipaji ni muhimu sana, lakini kipaumbele kikubwa serikali yenyewe ingekuwa inaweza kuwashika mkono. Hata walimu hawa wangepewa kipaumbele kuwafundisha vizuri, kwamba wawafundishe kwa namna gani, kwamba wakishatoka pale shule wanaenda kufanya nini. Hili ni jambo la busara sana endapo serikali ikatia mkono mkubwa sana kwa walimu wanaowazalisha hawa watu. Ndio. Sawa, asante, tumekusikiliza vyema. Ulikuwa unaendelea jambo hapa. Tutakuja kuligusa hili. Badala mbelekezwa moja kwa moja kwa walimu. Kwa hiyo sasa unapowekeza kwenye kipaji cha mwanafunzi mmoja, unakuwa umezalisha ajira nyingi sana. Kwa hiyo ni muhimu serikali na wadau wote kuwekeza katika hivi vipaji, kuweka miundombinu katika, mfano sisi kwenye sekta ya elimu, kuhakikisha kabisa katika kila shule, tunaposema shule iwe na kiwanja cha michezo, kisiwepo kama takwa la kusajiliwa, lakini kiwepo katika kutimiza au kufanikisha au kuibua malengo ya baadhi ya wanafunzi. Lakini pia tuendelee, kila shule imejikita vipi katika swala la nini, la vipaji. Umezungumzia swala la viongozi, kwamba tumekuwa na hizi shule maalum za vipaji maalum zinaingiaje kwenye kuzalisha viongozi. Swala la vipaji maalum, mpaka mtoto anapelekwa kwenye vipaji maalum, maana yake Mwalimu Mligo alikuwa anazungumzia swala la umahiri na umahiri mahususi, competence based na content based. Sasa kwamba huyu anayepelekwa kwenye vipaji maalum ana kitu kimoja anaenda kutengenezewa, critical thinking. Yaani ana uwezo wa kulichambua jambo na kulipembua. Ana kitu kinaitwa emotional intelligence. Sio mtu wa hisia tu za papo kwa papo. Ni mtu ambaye jambo linapokuja, la kwanza ni tafakari. Amejengewa problem solving skills. Kwa hiyo unapowekeza kwenye vipaji, ukawatengeneza hawa. Kuna watoto ambao anatoka pale ana kipaji cha upishi. Unajua kupika hakufundishwi, tunasema kunaelekezwa, kuna wanaofundishwa, lakini kuna mwingine yeye ni automatically ni mpishi. Ukimwekeza yule, manaka anaenda kufungua migahawa mikubwa, mahoteli makubwa kwa ajili ya chakula, anaenda kufungua project mbalimbali kwa ajili ya chakula. Sasa anaajiri watu wangapi? Unapowekeza kwenye kipaji cha mziki, huyu atakuja kutengeneza lebo. Tumeona wasanii wengi wanafungua lebo ambazo kwenye hizo lebo wanaajiri. Unapowekeza mtu kwenye kipaji cha uandishi, kama nilivyosema, uandishi wa habari, kama unajikuta sasa kupitia wewe una timu ya watu 10 ambao wameajiriwa kupitia kipaji ambacho kiliwekezwa kwako. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kuwekeza kwenye hivyo vipaji. Ndio maana taasisi hasa za kielimu tunatakiwa tujikite huko, kama Atlas ambavyo tunafanya, kuwekeza kwenye michezo. Huyu atasoma biolojia, atasoma fizikia, atasoma kemia, atasoma English, atasoma Kiswahili. Lakini sasa baada ya yale masomo
kuna kingine labda anaweza kaenda ka excel kwacho, labda mpira, labda netball, labda riadha. Sisi Atlas tumekuwa tuna marathon miaka baada ya mwaka, yani kila mwaka sisi tarehe 14 wakati tunasherehekea mahafali zetu tunakuwa tuna marathon. Zile zinajenga kuibua wanafunzi ambao tunawajenga wanariadha wa baadaye, na hata wale ambao tunawatambua kwamba ni wazuri kwenye hizi marathon wanashiriki mwaka baada ya mwaka. Wanafunzi unakuta hata inapotokea marathon nyingine nje ya Atlas, sisi tunaingia gharama ya kumwezesha yule mwanafunzi aidha kwa usafiri kushiriki. Tumekuwa na wanafunzi wengi wanashiriki Dodoma Marathon, Kili Marathon. Hizi zote ni kujaribu kuendeleza. Tumegundua huyu ana kipaji kwenye riadha, tunamwendeleza kwa staili hiyo. Uendelezaji kwa namna hiyo. Utakuja pia kutueleza kwenye upande wa kimawasiliano zaidi, pengine kwa tathmini pana muda ambao unaliweka sawa kwenye hili. Mwalimu Mligo, yamezungumzwa hapo ya upande wa walimu, lakini pia pamoja na kuboreshwa wenyewe walimu. Sasa hili achilia mbali ile kwamba wawezeshwe. Kabla hilo tusikilize kwanza simu ya Jobiso kutokea Gairo. Jobiso, karibu. Ndio, karibu. Karibu, nakusikiliza. Asante, habari za leo? Sisi tuko vyema kweli kweli hapa ndani. Karibu. Asante sana, nimependa hiyo mada. Ndio. Halo. Ndio, tunakusikiliza. Nimependa hiyo mada, nimeona hapo ni vizuri, lakini point yangu hapa. Ndio. Point yangu hapa nimependa kusikia habari ya masuala ya wenye vipaji, yani naamini kabisa nchi hii yani ingekuwa mbali sana katika masuala ya vipaji kama wangekuwa wametangulia mapema. Wangeanza mapema. Ni sasa naona kama utafiti wamechelewa, lakini vipaji vingeanza mapema kupewa kipaumbele. Kuna watu wengi naamini wana vipaji sana bila kujali elimu walizonazo. Hata kama yuko darasa 7 kinaweza kana kipaji ambacho kingeweza kuleta maendeleo makubwa. Lakini kitu kingine mimi nilikuwa napenda na tamani nitoe wazo tu kwamba hata walimu nao pia ni walikuwa ni wanapofundisha wanafundisha watoto wenye vipaji, na walimu wanaamini wengine wanakwenda kwenye walimu, lakini asilimia kubwa kutokana na kwamba yani mambo mengi yani siasa imeshikilia inapelekea kufanya kwamba watu wanatoka kwenye kufundisha wenye walimu wenye uwezo wa vipaji wanakimbilia kwenye siasa, wanaacha vipaji. Matokeo yake wengi wanarudikana kwenye siasa kwa sababu ya maslahi makubwa yanayoonekana kule wabunge wanayoyapata. Kwa hiyo yani nilikuwa natamani ile nchi ingeweza kuendelea zaidi katika masuala ya vipaji. Yani walimu wangepewa kipato kikubwa zaidi. Yani natamani ile mshahara wa bunge ndio ungekuwa walimu. Naamini nchi ingekuwa mbali sana, tungetengeneza matokeo makubwa na kwa ajira isingekuwepo kama wenye vipaji wangepewa kipaumbele. Mtu mmoja anaweza kuzalisha ajira ya watu wengi. Serikali ingekuwa ingejikuta inaomba watu kutoka kwenye sekta binafsi kwamba ili waajiri serikalini. Wangekuwa watoshi. Naamini hivyo yani kama ingekuwa hivyo. Kwa hiyo walimu nao wapewe kipaumbele, watengenezewe ni mazingira bora, mishahara bora zaidi, na ufufu bora zaidi ili waweze kufundisha vizuri zaidi hata shule za serikali. Asante sana, tumepokea ya kwako maoni ama mchango. Nasikia mambo hayo yakizidi kuzungumzika vyema. Sasa katika kupata tafakari ya hayo machache ambayo yamewasilishwa pia kwako, tugusie hapa. Inaaminika hivyo, wako baadhi ambao wana vipaji vinginevyo nje ya taaluma, lakini uwezo wa kitaaluma uko chini, na tupo kwenye mpango kuendeleza vipaji, licha kwamba hapa dhana pana ya vipaji mtu ukimwambia moja kwa moja huja ni uwezo mkubwa wa kitaaluma darasani. Tunawezaje kwenda na hii mizani yote kwa pamoja? Kupanga ni kuchagua. Kama tulivyopanga mwanzoni au tulivyoamua kwamba tuwe na shule za vipaji maalum, tuchanganye academic na vipaji, tunaweza pia tukaamua, kwa sababu tumeshaona hapa kuna kimoja kimefanikiwa kwa kiwango kikubwa na kimejibu matatizo yetu, na kuna kingine kinaonekana kinachechemea, na hiki kinachochechemea kinaweza kuwa ni solution ya matatizo makubwa ambayo vijana wa leo wanapambana nayo. Kwa mfano, ukosefu wa ajira. Kwa jambo la msingi ambalo mimi nafikiri lingeweza kufanyika, tungeweza sasa kuamua kama taifa, pamoja na kuwa na shule za vipaji maalum ambazo zinafundisha ambazo nyingi zina advocate, mnakuta zinasema zina aim kuwa na matokeo makubwa kuliko kuendeleza vipaji. Tuweke nukta kwenye hayo matokeo makubwa kuliko kuongeza vipato. Zefania, karibu. Asante. Ndio, karibu.
Ndio, kwenye masuala ya vipaji. Ndio? Halo. Kwenye masuala ya vipaji? Asante. Kwenye swala la vipaji, inabidi tu watu wa serikali iangalie watoto wenye vipaji, maana wa sasa ni vijijini, ila upande wa mjini wapo, ila huduma haiwafikiki vile, ila vijijini wamejaa. Unajua vijijini ndio huwa vipaji vinatokea hapo. Sasa namna upatikanaji wa watu wa kuwezesha au vijana ambao wana vipaji unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo yanakuwa ni mazingira magumu sana, ila vipaji upande wa vijijini imejaa kidogo, na serikali ifanye mpango tu at least kila hata tuseme kila mkoa au kila baada ya muda fulani watu wao wanatembelea sehemu mbalimbali kama mashuleni na sehemu mbalimbali za matamasha ya kimichezo. Sawa, asante, tumepokea ambacho umekiwasilisha. Nashukuru sana kwa kuchangia hoja hii. Shukrani sana. Yasitazame maeneo ya miji tuna majiji, hata vijijini pia huko hatua ziendelee kupigwa. Ulikuwa unaendelea kugusa jambo hapo. Ndio. Namna gani tunaweza tukakuza hivi vipaji? Tunasema vipaji vinaweza kuwa na solution ya matatizo yetu ya ajira kwa 60% mpaka 70%. Kwamba kama serikali kaamua kwamba sasa tutengeneze ajira, tunasema vipaji vinaweza vikatatua tatizo la ajira kwa 60% mpaka 70%. Kwa nini vipaji vinaweza kutatua ajira kwa 60% mpaka 70%? Vipaji vina tabia ya kuunda biashara. Vipaji vina tabia ya kuunda biashara. Vipaji vina tabia ya kutoa huduma. Lakini vipaji vina tabia ya kutengeneza ajira nyingine kwa vijana wengine. Kwa kama serikali sasa ikaamua sasa tuwe na shule za vipaji, na hizi shule iwe ni vipaji. So hizi ambao tumechanganya vipaji na taaluma, iwe za vipaji. Shule ambao mwanafunzi tunampeleka pale, tunasema atacheza mpira, iwe ni kucheza mpira kweli. Mwanafunzi huyu ni mtu wa filamu, awe ni kwenye filamu kweli. Aigize kweli kweli. Mwanafunzi huyu ni kwenye riadha, awe kwenye riadha kweli kweli. Kama vile tulivyosema sisi hata sekondari, kila mwaka ifikapo tarehe 14 wanafunzi, nusu ya wanafunzi ni lazima utakuta wanashiriki kwenye Atlas Marathon kila Oktoba 14. Lengo ni nini? Tukuze na kuendeleza vipaji vya watoto. Kwa nini? Kwa sababu kesho vipaji hivi vitaenda kuunda biashara, kesho vipaji hivi vitaenda kutoa huduma, kesho vipaji hivi vitaenda kutengeneza ajira nyingine. Kwa ni mpango tu serikali iamue. Serikali iamue kwamba sasa tuwe na shule. Tumeshajenga shule za wasichana maalum maybe kila mkoa, shule za vipaji maalum maybe tumeenda kila mkoa. Tumefanya vizuri sana katika hilo. Lakini vipaji tumesahau. Sawa, Adilo kutoka Kagera. Karibu, tukusikilize. Asante. Ndio? Tunakusikiliza. Halo? Tunakusikiliza Adilo kutoka Tabora, karibu. Ndio. Nafuatilia vizuri. Ndio. Naona mada ni shule ya vipaji maalum. Sasa nikola kidogo na challenge hapo. Sawa. Hususan kuna baadhi ya walimu ambao ndo wanaleta changamoto sasa kwenye shule za vipaji maalum. Yaani wenyewe wakishaona ndo wanafundisha shule za vipaji maalum, basi na wenyewe wanakuwa wanafanya kazi kwa kama mabosi. Ndio. Sasa labda kwa hao wadau wenzetu hilo wanalichukuaje kama changamoto kwao ili waweze kulitatua? Lakini pia ndio kuna jambo jingine ambalo nilisikia mchangiaji wa kwanza alisema vipaji viko vijijini. Sasa wana mpango gani kuhakikisha wanaanzisha mashule ya vipaji maalum sasa kwa upande wa vijijini? Sawa, tumechukua hayo. Ndio, nashukuru sana. Shukrani sana. Hili la upande wa walimu tutalielekeza kwako moja kwa moja kwenye upande wa kiutendaji zaidi. Sawa, shukrani sana. Ndio, karibu tuanze na hili la walimu. Asante. Changiaji ametoka kusema kwamba walimu wanaweza pia wakawa changamoto katika, yaani walimu wanaweza kahusika katika kukuza au kuua vipaji vya wanafunzi. Na ni kweli. Hiyo ni kweli, hivyo vitu vipo, kwa sababu tukisema hapana ni uruka ya mtu mwenyewe, sawa? Lakini mimi naamini mwalimu ni mzazi.
mwalimu ni daktari, mwalimu ni tabibu, yaani mwalimu ana vyeo vingi sana. Ndio maana kuna muda sisi katika kukua tumekuwa kwamba tunajua maisha yetu asilimia kubwa yako mikononi mwa walimu wetu. Sasa ni kuweka tu misingi, kwa sababu walimu tuna maadili ya kazi kama ilivyo kila sekta au kila profession ina maadili ya kazi. Ni kuweka tu misingi, kuendelea pia kuwajenga walimu katika semina elekezi na mafunzo elekezi, jinsi ya kukitambua kwanza kipaji cha mtoto, lakini mbali na kukitambua, kukiendeleza kile kipaji cha mtoto. Walimu hatutakiwi kabisa, hairuhusiwi mwalimu kuwa chanzo au sababu ya mtoto kupoteza tumaini ya kipaji chake. Hapana, ila sisi tunatakiwa tuwe chachu na tuwe chanzo cha kumfanya mtoto atambue, apende na athamini kile kipaji alichonacho. Mwendelezo wa vipaji ambao umegusiwa. Kuna mingine hapo ambao alikuwa amesalia upande wako? Kama waliouliza maswali walivyosema, yapo mambo ambayo serikali inatakiwa yafanye ili kuweza kuziboost hizi shule za vipaji maalum. Kwa mfano, inatakiwa kwa upande wa walimu, serikali inatakiwa iongeze mishahara ili walimu wanaofundisha shule za vipaji maalum waweze kuwa motivated na kufanya kazi vizuri. Lakini pia serikali inatakiwa iboreshe miundombinu. Hizi shule tunasema ni vipaji maalum, ni shule ambazo zinatakiwa zifundishe katika project based learning. Ili uwe na critical thinking kubwa, lazima uwe na project based learning. Watoto wasome kwa majaribio zaidi kuliko nadharia. Hapo mwalimu, tukivitaja vipaji tunazungumza vipaji vingi. Huenda hapa tukianza kuviorodhesha vikafikia zaidi hata ya 100 na vinginevyo, kwa sababu viko ambavyo venye umaarufu na vipaji vingine ambavyo pengine havina umaarufu. Tunapaswa kuwekeza kwenye vipaji vya aina gani hasa, ama tunapaswa tuende navyo vyote kwa pamoja, kama ni 200, 300 vyote tunavyo kwa pamoja? Hapana, hatupaswi kuviendeleza vyote kwa pamoja. Unapokuwa eneo husika, sehemu husika, unaweza ukaona au katambua kwamba, kwa mfano kwa Tanzania, naweza nikakaa nikatathmini kwamba Watanzania walio wengi wanapenda mpira wa miguu. Ndio. Kwa hiyo nikasema sasa, kama serikali tukaamua sasa, Watanzania walio wengi wanapenda mpira wa miguu, twende tukaendeleze vipaji vya mpira wa miguu mashuleni. Twende tukajenge viwanja bora na vyenye standard na viwango vya FIFA na CAF. Tushike hapo kwenye viwanja. Alex Dodoma, karibu. Asante. Mimi ningependa kuchangia katika hii mada inayozungumza shule na vipaji maalum. Ndio. Nadhani tunazo shule nyingi hizi zenye vipaji maalum, ikiwemo kama Kilakala, Ilubolu, Msalato na shule nyinginezo za serikali. Na hizi shule zimekuwa na hawa wanafunzi wanaochaguliwa kila mwaka kutoka katika hizo shule. Nimemsikiliza mmoja kati ya wachangiaji mada ambaye amedai kwamba vipaji hivi vimekuwa ni suluhu ya kutoa changamoto ya ajira kwa vijana wengine, ndipo kama vitachukuliwa kwa wanafunzi wenye vipaji maalum kama sehemu ya taaluma walizokuwepo nazo katika maisha yao. Ni kweli kabisa, lakini mimi ninachopenda kuzungumza ni kwamba toka hizi shule zianzishwe miaka hiyo mpaka leo hii, serikali inaweza kutupa mrejesho labda ya kwamba hizi shule zimetoa watu gani ambao wamekuja na taaluma zipi zinazokuja kuinua na kuwanyanyua vijana wengine waliodondoka kutokana na uwepo wa hizi shule zenye vipaji maalum, nikizungumzia hizi Ruboru, Salato na shule nyinginezo. Lakini pia ambacho ningependa kuchangia, mimi binafsi ni mwalimu, ni taaluma yangu. Sasa kuna wakati nilipata kufanya mafunzo yangu ya vitendo katika shule X, ambao nilikutana na changamoto kidogo. Yaani mkuu wa shule anafanya mtihani kwa wanafunzi wanaosoma mathalan ya masomo ya science kwa lengo la kupunguza bajeti ya wale wanafunzi ili atunze gharama na vifaa vinavyotumika katika kununua mahitaji ya wanafunzi. Ndio. Sasa maana yake kuna wakati walimu sio wenyewe ndio chachu ya kudondosha vipaji vya hawa wanafunzi. Mathalan, mwalimu anaweza kumkuta mwanafunzi akamwambia, wewe kwa akili yako ulipofaulu hata mtihani wa kidato cha 4 wewe. Kwa hiyo kwa maana hiyo moja kwa moja anakuwa amemkatisha tamaa na kuacha hivi vipaji tunavyovisema. Kwa hiyo ninachokizungumzia ni kwamba serikali inabidi ikae pamoja na wadau wa elimu, tuangalie sasa tutazidisha shule kila kukicha, lakini mwisho siku ni kwamba matokeo halisi ya hizi shule tunazozianzisha tunaona, na hivi vipaji tunavyoviendeleza
kuinua na vije kuwa ni msaada mkubwa katika jamii. Leo tunadai kuanzisha hivi, ndio tunaanzisha, lakini pia tujiulize, tunao wataalamu wa kutosha ambao wataenda kutoa huduma kwa hawa vijana waje kuwa msaada kwa jamii? Sawa, ndio tulianzie katika undani zaidi. Sasa nadhani walimu pia turudi katika maadili ya kwamba wanafunzi walee tukiwa kama wazazi, tukiwa kama walimu, kwa namna hiyo pia tuweze kufanya jamii bora. Asante mwalimu. Asante pia. Mwalimu Mligo, umepata mwalimu mwenzako hapa kwenye mazungumzo. Yeah. Kwenye hili la walimu na tabia ni hulka. Tayari hapa mkuu amekwisha kuzungumzisha. Ulikuwa unaendelea na masuala mazima maendeleo ya viwanja hapo. Ya viwanja ndio. Tumesema kwa mfano kwa Tanzania, Watanzania leo wengi wanaonyesha wanapenda football. Kwa hiyo kama tunataka kwenda kuendeleza vipaji vya mpira wa miguu, serikali lazima ije na mpango mkakati. Namna gani tutaibua na namna gani tutavitambua, tutaviendeleza na kuvikuza vipaji hivi. Tunalalamika hivi kwa sababu tunaona hizi shule maalum hazina mchango au zina mchango kidogo au hafifu katika michezo. Tunaangalia hizi shule maalum zimezalisha makocha kiasi gani. Nafasi kwa mfano ya Tanzania kwenye kuzalisha walimu kimataifa na kitaifa, walimu wetu kwenye football nafasi yao ipoje katika soka la ndani lakini soka la kimataifa. Wakufunzi wetu tunawaangalia kwa mfano wapoje wakiwa ndani lakini pia kwenye taifa. Tunakwenda AFCON. Je, ni wakufunzi gani, ni wakufunzi wangapi kutoka Tanzania wameondoka? Kama hakuna waliochaguliwa, maana yake kuna shida kwenye mfumo wa kuzalisha marefari. Kama hakuna makocha ambao wa vilabu vyao wa Kitanzania vilabu vyao vinashiriki mashindano ya kimataifa, pia napo pana shida. Lakini pia tunaangalia waandishi wa habari za michezo, na wenyewe wanafanyeje, mawakala wanafanyeje. Kwa hiyo kama serikali lazima ije na mpango mkakati wa kuweza kuboresha sekta ya michezo, kwa sababu yani hii inakubalika pasina shaka kwamba Watanzania tunapenda football. Twende tukajenge viwanja. Tuna watu milioni 60, lakini hebu angalia kama taifa tuna viwanja vingapi ambavyo vina standard ya CAF au FIFA. Tunamshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeanza sasa kujenga uwanja wa michezo kule Arusha, lakini pia Dodoma. Lakini tunataka twende basi kwenye kila jiji tuhakikishe basi tuna viwanja vyenye standard ya FIFA na CAF, ili wale vijana wetu waliopo kule kwenye grassroots vijijini kule wapate nafasi, wacheze, waendeleze vipaji. Lakini pia tunajua Watanzania wanapenda sanaa, wanapenda muziki. Tushike kwenye sanaa hapo. Kitunda, kuna jambo kutoka kwa John. Karibu. Asante sana. Ndio. Mimi ninahitaji kuchangia kitu hapo, kwamba unajua changamoto ilianzia kwanza kwenye namna ya kutafsiri hili neno la vipaji maalum tangu mwanzo. Mtazamo wetu ulikuwa kwamba watu wenye vipaji maalum ni wale wanaofaulu sana darasani. Ndio maana tukiangalia hata kule mwanzo hatukuwalenga sana wenye vipaji kwa maana ya michezo. Walilengwa sana watu ambao wanapata grade kubwa kwenye masomo haya ya taaluma. Nini kimetokea? Ndio maana tumekuwa na watu wengi sana ambao walifanya vizuri darasani, leo hii wamekuwa ni viongozi. Hatuna watu wengi ambao walifanya vizuri kwenye vipaji vya michezo au taaluma zingine nje hizi za darasani za kuandika, ambao ndio inaitwa theory hiyo. Sasa matokeo yake ni kwamba leo hii tutakuwa na watu ambao tunaweza kuwatolea mifano ambao wamepita kwenye hizo shule za vipaji maalum lakini ni viongozi. Hatuna mifano ya watu ambao wamepita kwenye hizo shule za vipaji maalum ambao ni wanamichezo. Mfano watu wa basketball au watu wa football au watu wa dance au watu, hatuna hao watu. Ambao tunao ambao wamefanya vizuri kwenye michezo leo hii hawakupita kwenye vipaji maalum kama shule. Yaani walipita njia zao. Wengi tunao watu wa hivyo. Kwa nini? Ile tafsiri, ule mtazamo ulikuwa hasi sana kwenye nini maana ya kipaji maalum. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hata leo hii tunapohamasisha watu waende kwenye vipaji maalum, bado huku mtaani watu wengi wana mtazamo ule ule kwamba anayekwenda kwenye kipaji maalum ni yule atakayekuwa amefanya vizuri darasani. Ndio maana hata linapokuja ile swali ambao mtangazaji uliuliza hapo, kamuuliza mwalimu hapo, nafikiri au ndugu mwingine, kwamba hawa wanafunzi ambao wanakwenda kwenye vipaji maalum kwa nini wasiwe sana shule zao nje hizi shule za mchanganyiko? Ugumu unakuja pia kwamba sasa kuwekeza kwenye
kwenye shule ambazo hazina taaluma, yani zina vipaji tu, huko bado uwekezaji hata wa serikali ukiutazama ni mdogo. Sekta binafsi hawezi kuwekeza kwa kiwango kikubwa kama inavyowekeza serikali. Kwa nini kifanyike hapa? Cha kufanyika cha kwanza kabisa, watu waanze kubadilishwa kwenye mtazamo wao, kwamba tunapoongelea vipaji maalum hatuongelee yule mwanafunzi ambaye ana uwezo mkubwa kufaulu kwenye masomo ya taaluma. Yaani mtu yeyote ambaye ana uwezo kuonekana kwamba ana kitu cha ziada anaweza kukifanya hata kama sio taaluma ya darasani. Kwa hiyo mtazamo kibadilika hivyo, maana yake kuanzia wazazi wakianza kuona hizi chembe, mfano mtu anapiga danadana nyingi mtaani, mtoto huyu ni kipaji. Lakini sasa mpaka waone kwamba mtoto amekuwa wa kwanza darasani, mtoto amekuwa wa pili darasani, mtoto amepata 100, mtoto amepata 90, huyu ni kipaji. Lakini yeye pata 10, pata 5, hatazamu kwa mtazamo kwamba anaweza kawa na kipaji cha ziada nje ile alama aliyopata darasani. Matokeo yake sasa, tukija kwenye hoja wa walimu wengi, tuchukulie mfano kwamba kwenye miaka ambayo shule za vipaji maalum zilipoteza ubora, walimu wengi ambao wanafundisha sasa, mfano vipaji maalum hivi vya michezo, wao wana vipaji gani? Wao walimu zao la miaka ipi? Kwa sababu tukirudi miaka ya hapo ambapo shule zilipoteza hiyo ubora, walimu wengi ambao walikuwa na huo ubora sasa hivi ni maprofesa, wako vyuo vikuu, sasa hivi ni wazee, yani asilimia kubwa wako hivi. Kwa hiyo vijana wengi ambao wanafundisha zaidi kwenye shule za vipaji maalum, wao wenyewe sio zao la vipaji maalum. Ni kushukuru sana kwenye haya ambayo umepata nafasi ya kutueleza. Amina sana. Usikia jambo kuhusiana na mabadiliko ya kifikra, ndo hapa ambayo yanazungumzwa. Muda unazidi kwenda ukingoni kweli kweli. Tutamatishe kwa uchache hiki ambacho tulikuwa na kitamatisha hapo, kisha tuweze kupata neno lako la ujumla na utupe mawasiliano pia. Vipaji maalum nilikuwa nazungumzia kuhusu sanaa. Inaaminika pia Watanzania wanapenda sanaa, hususan muziki kabisa. Kwa uchache tunaboreshaji sasa. Nini kinatakiwa kufanyika? Ni lazima serikali itengeneze mazingira wezeshi. Mazingira wezeshi, kwamba serikali lazima tuhakikishe kwamba tunajenga kwa mfano kumbi kwa ajili ya sinema, kumbi kwa ajili ya maonyesho ya muziki. Lakini pia ni lazima serikali ihakikishe inalinda hii mitandao ya kijamii ambayo tunaona huku wabunifu, watu wa creativity, vijana wetu walio wengi wanajiajiri huko, TikTok, Instagram, na wengineo ambao wanajiajiri huko. Ubunifu wao umeonekana huko, na kutoka huko wanapata chochote, na yule mmoja akipata chochote unakuta ile ajira yake ile, ndio tumesema ina tabia ya kuzalisha ajira nyingine zaidi. Nikushukuru Mwalimu Godlison Mlimu. Neno lako kwa uchache kuhusiana na shule za vipaji maalum na unawasanii wa Tanzania kwa uchache sana, kisha utakutajia namba yako. Neno langu kwa uchache kuhusu shule za vipaji maalum, niseme ni shule ambazo zimeweza kujibu yale yaliyokuwa matarajio na mategemeo ya Watanzania kwa 80%. Shukrani sana. Lakini kwa Atlas Sekondari sasa tunakwenda kujibu matarajio hayo kwa zaidi ya 100%. Hivyo basi kwa mwaka 2026 tunakwenda kudahili watoto wenye single digit, na tukiwa na lengo la kuendeleza taaluma zao pamoja na vipaji vyao. Tupate na mawasiliano. Namba yangu ya simu ni 0767978581. 0767978581. Tuguse kwako pia Anderson Martin. Karibu. Tupo ukingoni mwa mazungumzo kweli kweli. Tushazungumza mengi hapa. Tupate neno lako kwa uchache sana, kisha mawasiliano. Asante. Mimi niendelee kuwahimiza na kuwasihi kila mtu anayehusika kwenye swala la elimu kuwekeza kama wadau walivyosema kwenye swala la vipaji, lakini niendelee kuita serikali iendelee kuliangalia ile swala, lakini niendelee kuwakaribisha kwa hizi changamoto zote tunazoziona, kwamba kwangu mimi naamini kwa Atlas tunaenda kuwa suluhisho kuanzia ngazi ya msingi, ngazi ya sekondari. Tunawapataje kimawasiliano? Kwa shule zetu sisi ukitaka kutupata, namba ni 0715651656. 0715
651-656 unatupata sisi Atlas. Nikushukuru sana mwalimu. Karibu sana. Asante sana mtazamaji wa ITV Superbrand Afrika Mashariki. Mimi nikushukuru sana kwa kuzidi kuwepo nasi hapa, ikiwa hii leo tunayo siku ya 19 ya mwaka 2025 ndani ya mwezi huu wa 12. Asante kwa wewe ambaye tumeambatana sote mwanzo hadi hivi sasa tamati, tukimulika kwa mapana kuhusiana na shule za vipaji maalum. Nikushukuru ambaye umetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook na YouTube, sote kwa anwani ya ITV Tanzania. Abdushakuru Mrisho nilikuwa naye hapa, Anderson Martin ambaye ni mkuu wa shule ya Atlas Ubungo, lakini pamoja naye ameambatana hapa na Godlisten Mligo ambaye ni mwalimu wa shule ya Atlas. Mazungumzo yamekuwa hivyo, na kushukuru. Wakati mwingine tutapata nafasi ya kuketi sote kwa pamoja.